Hongereni sana. Hongereni sana kwa kazi nzuri mlioifanya. Asante sana bosi. Ila bosi, ilikuwa kazi nyepesi sana kumpola simu ya Lulu. Hata hivi, nahisi hajazani chochote kuwa sisi na wewe tunashirikiana. Udi. Sana. Naomba simu yangu. Hapa bosi. Safi. Ila naomba muelewe kitu kimoja tu. Tunafanya haya yote, lengo letu sio kupata pesa za yule ombaomba tulizozipata. Lengo letu ni kumpata yule Dilia. Na kuhusu swala la pesa yenu, nitawatumia kwenye simu. Okay? Ya bosi. Mnaweza mkaenda. Dada. Ndugu wangu. Mbi, mbona unanuka? Na halafu unanuka harufu ya petroli. Pia umechafuka sana vipi? Ni ajali tu ilitokea. Ajali? Ulianguka na pikipiki? Hapana, tulianguka na pikipiki. Kumbe ni story ndefu kidogo. Kwa mimi naona sio vizuri tu. Bora tungeenda kuzungumzia nyumbani. Naomba uifupishe. Sawa. Wakati nimechukua bodaboda na kuja huku nyumbani. Sasa njiani tukatokea kwenye njia panda mbili. Sasa ilikuwa inanichanganya kwamba ipi ni njia panda ambayo ni sahihi, ipi ambayo sio sahihi. Kwa sababu kuzingatia mimi kuna muda mrefu sijakuja. Ndio. Kwa maana yake nilichanganyikiwa kwamba njia sahihi ni ipi, ikanichanganya. Sasa nikakupigia simu lakini mimi simu yangu ikawa imekata salio. Nikipiga naambiwa salio limekata. Sasa mimi nikaamua nimuombe sasa yule dereva wangu simu. Kwa sababu simu yake ilikuwa na salio. Kaniazima kweli, aliponiazima mimi nakupigia wewe simu inaita, kwa bahati mbaya bahati nzuri ikapita pikipiki ikanipola simu, ikaondoka na simu ya watu. Sasa baada ya pikipiki kuja kupola simu ikaondoka na simu ya watu, yule mwenye simu yake akawa anadhani labda mimi wale watu waliokuja kupola simu nimepanga njama kwamba tuje kumpola simu yake. Yaani anamaanisha kabisa mimi ni nani? Ni mwizi, nimepanga njama na watu ambao waliochukua ile simu. Sasa ikafikia hatua mpaka mimi wakataka kunichoma moto. Kaja watu pale wakaongezeka, jamaa anataka simu yake, mpaka yakaagizwa mafuta, mimi nataka kuchoma moto. Sasa kwa bahati mbaya bahati nzuri akatokea kijana mmoja. Mchafu nguo yake imechanika. Sasa yule kijana akatoa pesa. Akasema sasa kwa kuwa hiyo simu imeibiwa, mimi nitalipia gharama ya hiyo simu. Kwa hiyo akakubali na akatoa pesa. Na mimi nikabaki kama hivi unavyoniona. Kwa hiyo pasipo huyo kijana kutokea siku, yani mimi nadhani mpaka sasa hivi ningekuwa labda marehemu, kwa sababu nilikuwa naelekea kuchoma moto, lakini bahati nzuri akatokea yule kijana na kunisaidia. Pole sana mdogo wangu. Na kama ukibatika kumuona wewe ombaomba yeye toa hizo pesa, naomba unionyeshe ili nimrudishie hela zake aliyetoa kumpa ule bodaboda na msimu wake. Hilo hamna shida. Ikitokea nimemwona simu yote, mimi nitakwambia kwamba
jamani ndio huyu. Sema yote nikimwona mimi nitakwambia. Mwingine mdogo wangu. Kuna jambo lilipaswa nikakwambie nyumbani. Kwa kuwa hili jambo sio la mzaa, inabidi nikwambie sasa hivi. Sio jambo la mzaa. Ni jambo gani hilo? Katika kijiji chetu, kila baada ya wiki moja huwa anapotea mtu mmoja, na akipotea huwa haonekani tena. Hata hivyo watu hutangaza msiba. Ni mara nyingi sana watu hupotea ni siku ya Jumanne. Kwa hiyo mdogo wangu, nimekupa hii taarifa mapema, usiwe ni mtu wa kuzurura zurura. Sawa dada, nimekuelewa. Dada. Mbona kama nasikia sauti ya mtu analia? Ndio. Huyo ni mtu analia. Ndio kawaida yake. Imepita miaka sasa. Kila siku lazima alie. Sasa kwa nini? Huyo mtu dada yake anauma sana. Na inasemekana hamna dawa yoyote itakayoweza kumponesha. Zaidi ya dawa moja tu ipo msituni. Na hamna mtu yeyote atakayeweza kuingia katika huo msitu. Ukiingia katika huo msitu haurudi tena. Na hata hao watu wanaopotea wanapotelea katika huo msitu. Sasa dada, mimi nilikuwa naomba twende tukamuone. Kwa sababu ini mtu nasikia mtu analia kabisa kutoka moyoni. Nataka tu nikamuone. Hapana NB. Wewe ndo kwanza umefika. Naomba tu ndo kwanza ukapumzike, baadaye utaenda kumuona. Dada, mimi naomba twende tukamuone. Ndo kwanza sasa hivi anazidi kulia. Twende tukamuone. MB, achana naye tuondoke. Hapana dada. Hapana. Huyu mtu anavyolia anaonekana mtu mwenye uchungu sana. Alafu uende wewe kwa anasema kwamba analia kwa sababu ya dada yake. Uenda kimemkuta kitu kingine tofauti na dada yake. Kwa hiyo mimi ninachokiomba twende tukamwangalie, kwa sababu uenda akawa na tatizo lingine tofauti na ambalo wewe unalofikiria. Nakuomba sana dada. Nakuomba twende tukamwangalie. Sawa, lakini dakika moja tu. Sawa. Dada. Yule mtu ananisaidia mimi. Ndo huyu. Ndo huyu? Ndio, ndo huyu. Kaka, dadangu anaumwa sana. Tena sana. Imekuwa muda mrefu sasa. Hawezi kuongea wala kufanya kitu chochote kile. Kaka,
kwenye dunia ipo dawa kumtibia dada yangu, lakini dawa haipatikani popote zaidi ya msituni. Kwa bahati mbaya hairuhusi niingie mimi, itakwenda mtu ambaye hana undugu na dada yangu, lakini kila mtu naye mama anakataa. Kwa bahati nzuri, bahati mbaya, akatokea msamaria wema, akasema atanisaidia kuipata hiyo dawa. Yaani yeye yuko tayari kwenda kwa msituni kwenda kuchukua dawa kumsaidia dada yangu. Nahitaji kiasi cha 200,000 ambapo akiwa hayupo basi familia kipata chakula siku 3. Lakini kwa bahati nzuri au bahati mbaya, leo wakati napelekea ile hela ndio nikakutana na wewe pale umetoka kuuawa. Kwa ile ile kumpelekea wewe Maria mwema ili kusaidia wewe pale usiuawe. Kinachoniuma mimi sio ile pesa niliyotoa pale. Kinachoniuma mimi dadangu hatuweza kupona tena. Atakuwa mtu kulala tu maisha yake yote. Na mimi ndo kaka, na mimi ndo mama, na mimi ndo baba, na mimi ndo niliyebaki msaada pekee wa kumsaidia dadangu. Eti kama ile pesa isinge kusaidia wewe pale, basi dadangu angepona. MB, achana naye tundoke. MB, wa MB.